Bado bajeti ambayo inapewa snake bite ku enhance community education and awareness either ni kidogo sana ama haipo kabisa. Secondly, the issue of antivenom is a major issue kwa sababu most of the facilities katika hizi high burden counties hazina hiyo antivenom, and we know that for a venomous bite the only way to help a survivor ni akipata hiyo antivenom in a timely manner. So mara mingi hata maisha yanapotezwa mtu akiumwa na nyoka kwa sababu hospitali hazina hiyo dawa. So for me, my greatest call is that if there is a way the county government and even the national government can make antivenom accessible and affordable, because that antivenom is very expensive. Vial moja ni kama 11,000. Na nimepata story mingi, mtu ameumwa na nyoka, anaenda anaambiwa hii dawa haiko, anaambiwa enda basi ununue pharmacy 11,000, na tunajua snake bite affects the poorest and most marginalized. Hiyo 11,000 anaitoa wapi? And yet maisha yake yako hatarini. So my biggest call to action is that let's make antivenom available in the health facilities pale burden ya snake bites iko juu zaidi, ili tuweze kuokoa watu wetu na tuokoe maisha. Watu wengi huwa hawafiki kwa hospitali, wanatumia zile njia ambazo ni traditional, ambazo zinawaweka katika hatari zaidi ya kukua katika hali mbaya kutokana na hizo snake bites. Ukiangalia kama some of the traditional practices ambazo tunajaribu kudiscourage the community waachane nazo, ni kama ile yenye mtu anatumia jivu fulani alafu anapaka pale mahali ambapo ameumwa na nyoka. Kuna wengine hata anaanza kunyonya ile sumu, na hiyo inaweka huyu mtu katika hatari zaidi, kwa sababu hiyo sumu itasambaza kutoka kwa mwenye ameumwa iende mpaka kwa ule ambaye hakuwa ameumwa, na hiyo inapeana hatari zaidi ya hawa watu wawili hata kupoteza uhai wao.